naitwa Bude Baba. Hiyo ndio jina yangu ya mtaa na penye nafanyia hustle yangu. Mbona pia unafanya hustle gani katika mtaa na hii ni mtaa gani? Waambie watu wajue ni mtaa gani unafanya hustle gani. Okay, huko ni Kandui constituency, Salmond. Hii barabara ya kwenda kwa mheshimiwa kwa Weta huko ndo nafanyia hustle yangu. Si distance kutoka kwa main like 100 meter unafika hapa penye niko. Na ukikuja tunafanya kinyozi, tunanyoa style zote zenye unataka. Tunashuka, kuna salon pia iko hapo. Unakuja, kila style za kusuka ziko pale. Chochote chenye unataka kiko hapo. Sawa, wewe tu mkaribie penye mtafurahia tu. Services ziko poa, kila kitu iko fiti. Jina ya kinyozi. Jina ya kinyozi ukikuja utapata kazi. Siwezi sema ni mbaya ama nzuri. Kazi iko na changamoto. Sometimes unaweza amka hali si hali. Unajaribu, unategea lakini bado huoni nje form ikijipa. So challenges ziko, na hiyo ni kawaida kwa kazi yoyote. Unajua hakuna kazi yenye inakosa challenges. But kukienda fiti tunashukuru Mungu. Lakini pia kukienda vibaya pia bado tunashukuru Mungu. Tunajua kesho bado form inaweza itajipa. So kila kitu tunakutegea Mungu na kila kitu tunaachia tu God. Challenges ziko, hauwezi kosa. You sometimes unafanya kazi unadhani umefanya kulingana na uwezo wako, lakini kumbe bado customer bado hajaridhika na venye amefanyika, lakini hiyo yote ni challenges za biashara. Tunabidi tunakubali tu. Sasa ujanja wako ni gani? Tu moja tu. Unajua sasa vijana wengi tumeshinda tukikaa tukijiambia ati sasa tulienda shule tukasoma, lazima tutafute kazi za ofisi. Na kila time tukienda kutafuta kazi hatupati kwa sababu sometimes inataka connection na wengi wetu hatuna connection. So form hapa ni wewe mwenyewe tu kujituma. Hustles ziko, mimi hadi kufika hapa ni challenge. Nilipitia pia changamoto kaa zote, like unajua watu wako na internet lakini bado hawatumii. Mtu kiingia online wewe ni kuwatch tu vitu zenye hazikusaidii. But mimi kufikia hapa nilikuwa na azimio kwamba lazima pia mimi nisitegee kazi nilisomea. Unajua juu nimejaribu kutafuta kwa muda lakini bado hajipi. So nikaamua tu kuingia net, YouTube, vitu ziko pale mingi sana. So kuliko kukaa idle nikaamua heri niingia hapo niangalie 1-2 na chenye nilipatana nacho. Unajua sasa si kuanzia kwa kinyozi hadi tulianza na kupika mandazi, weka ngumu vitu juu sasa hata mimi mwenyewe idea sikuwa nayo, unacheki. So ni ile unaingia net unafuata tu zile procedures. So unasema ujanja uliingia YouTube. Watu waingie pale YouTube watafute hiyo ujanja angalau pia mtu apate ile kitu ana haja ya kufanya na. Sasa ni kuna hii challenge ya economical challenge yenye sahi imekuwa ni story mtoko kwa nation. Kila mtu anaongea kila mahali. Mwezi ikiisha bado ni kama mwezi haijaisha, ni kama ndio iko katikati. Watu wanalia, hawana pesa kabisa. Hapo sasa hii challenge inatokana na kulingana na wengine wanasema ni Gen Z walisababisha tukafika mahali penye tumefika kwa sababu walipinga hiyo budget yenye ilikuwa isome. Na watu wengine wanasema hapana, ni serikali ndio wezi. Serikali wanaibia watu pesa, hawataki pesa ifike mashinani. Wewe kama wewe individual, wewe binafsi, wewe mawazo yako ni yapi? Unaona ni Gen Z ama ni serikali? Okay, ndio Gen Z wafanya chenye walifanya, ni hali niliwasukuma hapo. Na hiyo kitu haikuwa atimara, ni mswada iliasilishwa kwa kila mtu apitie. Na venye walipitia wakaona hapa tukisababisha tukikubali kitu ifanyike venye inakuja kufanyika itatuumiza sisi. Ndio maana wakafanya venye walikuwa wanafanya. Before wafanye hivyo bado life ilikuwa tu pia bado hard. Sasa ile hardness ya life iliwafinya, ndio wakaona tena hii tena ikikuja itatufinya zaidi na zaidi, ndio maana wakafanya chenye walifanya. Lakini sasa kufanya chenye walifanya hata kama Gen Z ndio walisababisha,
kitu ilichangia kama serikali haingeingilia kati kusukuma hao vijana kuwasukuma kuwafikisha kwa ukuta, ingefikia penye ilifikia. Hata kama walifanya maharibifu, lakini hiyo pia serikali ilichangia kabisa. Siwezi sema ni Gen Z ndio walifanya vitu walifanya ndio hali iko hivi. Serikali pia yenyewe ndio ilisukuma hao vijana ndio wakafanya hii kazi. Pia sisi tunaumia basi. Wewe kwa wazo lako la mwisho, ambie serikali kitu, uambie pia raia kitu. Tutafanyaje ndio tujibalance? Okay, kwa serikali I think vijana tuko idle sana huko nje. So, wa create to job opportunities mtaani tu. Vijana wakuwe busy. Kila mtu akuwe busy. Tukiwa busy pia tutakuwa na at least source of income yenye itachangia hizi vitu mingi zina happen, mara wizi, mara nini. Hizi vitu zote zinatokana na watu kwa idle. So kitu tu serikali ingefanya, create two more job opportunities, kazi mtaani zirudi tu venye zilikuwa before, at least zilikuwa zinakipa vijana. Alafu wananchi pia sisi wenyewe tusitegemee tu serikali. Juu tukitegemea serikali tutagwama. Lazima tu wase tujitume. Tupige tu hustle, jaribu tu kidogo tu, hiyo kidogo ni ujaza kibaba manzi. Hivyo tu. Wewe prediction yako bana, President 2027 unapea Prezo manze tuachie tu Mungu ndiye anachagua kiongozi. Hawezi sema ni Kasongo. Hapo Mungu mwenyewe ndiye anachagua ni leader bana. Tuachie tu Mungu. Safi.